Wewe nilipita familia moja mwezi uliopita. Nilipita pale sokoni hapo, nikanunua vitu kadhaa. Nikapita kwenda mahali fulani bali tu. Huwa nikipita na angalia maisha ya watu kama sawa. Nikaona nyumba ya pamoja. Maana napoelekea huko mazingira magumu sana. Ukiangalia wale wanapolala, huwezi kuamini. Ukiangalia chakula huwezi. Ni kwa nini? Haoni nzee. Watoto waleki. Mungu anatupatia uzao la kutoka kwa karaha. Unajuta kabisa. Naomba kwa katika hiyo hali Bwana watie nguvu, msijute. Bebeni msipopatia Kristo. Yeye anajua kuyapitia. Nikapita. Sasa nimekuja godoro, paketi hii, nikapeleka. Yule mzee akaoni. Napomkabidhi alipapasa ile godoro. Akapapasa. Neno ambalo hata baba hutamta. Yatendeni haya kwa watu wenye shida. Msitumanie utajiri na uwezo mlionao mkazana mmepewa kwa ajili yenu tu. No, Mungu ameweka vituo katika maeneo tofauti. Wengine wampa vituo vya knowledge ya nyumba kujejusa. Wanapa vituo vya pesa, wana hela. Ni kituo hicho Mungu ameweka hapo. Yaani umepewa kituo cha kutunza pesa. Sio zako. Wenye nani mkubwa wanalipa bilioni ya hela. Hizo sio zako. Ukifuatilia sana unatumia sehemu ndogo sana. Ndogo mno. Lakini nyingi zinaenda kwa watu waajiri, watu wenye pesa nyingi zinaenda kwa watu wenye shida. Mungu anapanga hivyo. Waangalieni watu kwa rehema. Tendeni matendo ya huruma. Tendeni matendo ya upendo kama Yesu kwa pale. Usiwatazame kama Mafarisayo na Masadukayo ambao wana mambo ya kuhoji muda wote. Unapeleka wapi? Mgia sababu unioni mimi hapa. Na anacho mahali pengine ugonjwa katika ndani ya nyumba. Baba anatoa vitu kwa mama asema mimi unioni. Lakini ukiangalia kabati limejaa nguo. Maskini. Limejaa